naongea kwa msisitizo. Uwe makini kwa uamuzi wako. Tusije kusumbuana baadaye, kutafutana. Tusijuane tena. Sio, tumeelewana? Eti nikutafute. Nikutafute kwa kipi? Kwa maana yako. Yaani umenitumia hujalizika. Isitoshe unaambia mdada sio lale naye chumbani, mimi lale sebleni. Hivi na kuingia akilini kweli? Kwa usinichanganye. Hayo anishoshua mimi. Kwa msaada wangu uliokuwa umekisiri umejaa viwango. Basi ungekuwa mtamu basi. Unasemaje wewe mpuuzi? Sasa ngoja nikuonyeshe. Chevu. Maumivu ya siri, maumivu ya siri, maumivu ya siri, maumivu ya siri. Hodi wenyewe. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Mambo? Poa. Wifi yangu kakako ipo? Kwanza tuanzie hapo. Nani wifi yako? Kutiana mimba siku moja tu ushajikabizisha na mume. Haya. Pili kakaangu hayupo. Kaenda Mbezi kumwangalia rafiki yake. Vipi kwani? Kuna shida? Neno shika kwanza mwanangu. Shida ipo. Nakuta hadi akili inaumia sana. Inabidi tuwe na malengo tu kwenye maisha, jilisi jua wala nini. Unajua unaweza kufanya kitu mpaka akili unakuta inachacha yani ushawahi kuona akili inachacha. Sana. Samani, nina maongezi nawe kidogo. Tunatoka au hapa? Sijui. Mimi naapisha jamani. Wewe harakata hapa tu, kuna shida mwanangu. Kwa. Karibu uketi mahasi hapo. Asante. Kwanza nikuombe samahani kwa sababu ile juzi ulivyokuwa niambia kuhusu Chris sikukuamini kabisa, na nikahisi wewe ni mropokaji tu ili mradi uvunje penzi langu, lakini sasa nakuamini. Hata mimi ndio tu niamini nilivyokuambia. Ndio maana sikutaka mambo mengi, ikabidi nikuache utajiona mwenyewe mbele ya penzi lako. Ila na imani uliona mwenyewe na umeniamini. Ila nikutoe wasiwasi, sio na wasi wala nini. Sawa? Ujisikie huru. Samani pia sikupenda tuzungumzie hapa kwa sababu wifi anaweza kafika muda si mrefu, na kuna huyo kesi pia tunajua anavyopenda kuja kula hapa nyumbani. Kwa anaweza katukuta Afrika jao tena. Tunaweza tukaingia hata ndani mwenu mtu tukaongelea huko. Ndani. Ngoja kwanza nirudishe maneno yangu ya shombo kisogoni. Maana nikikujibu nitakuumiza moyo wako.
Nimemleta mtoto wangu hapa kwa baba yake kwa sababu mmeona nikikaa na huyu mtoto kwanza nitafaidi kwa kunipa hivyo vichenchi vyenu ambavyo vinawaumiza roho. Sasa nimewaletea mtoto wenu ili muweze kumlea na nyie mpate shida kama ninavyozipata mimi. Sikia, hapa kukaa na mtoto simuoni. Alafu si hatuna shida na mtoto. Beba tu begi lako uondoke nalo. Kama unaliona begi, chukua ukapangie nguo. Alafu mimi sikuwalazimisha kunitongoza. Umenielewa binti? Tulikutongoza au alikutongoza? Alafu kingine, haukujua siku za hatari mpaka ukajibanua tu ili upate mimba. Swali lako nitakujibu siku kirefuka, ukiongeza kimo na umri. Umesikia wewe mjinga wewe? Mtoto wenu huyo na mtatambaa naye. Wewe mtoto, unasubiri nini? Si uondoke. Mfuate mama yako. Mfuate wewe kama unaona la kula matembele kila siku. Sawa tu. Mshike tamuumiza, mshike shambani na umiza unapigwa. Ndio vipi wewe? Nini mwanangu? Tulia basi mwanangu. Atakuumiza. Unasema nini we mtoto? Wewe kunijibu mimi hivyo? Alokuambia sisi hapa tunakula nyama ni nani? Ungekuwa unakula matembele ungenenepa hivyo. Hapa stoki. Unajidai una mdomo eh? Sasa nitakukomesha. Tutakomeshana. Yaani vitoto vya zinaa vina tabu. Kanijibizisha mimi hivi jamani. Alafu kaka yangu sijui alizana Bahamedi. Hebu nisikilize basi jana. Sawa. Punguza hasira. Wewe ni mtoto wa kiume, sawa? Punguza hasira. Sawa. Punguza hasira. Mwanangu. Unajua maumivu ya mapenzi vizuri. Unaelewa? Naelewa. Mwanangu, sikia kwambie. Ongea na mwanao vizuri mwanangu. Nitakuja ni mwalibu. Nisikilize basi. Sawa. Naelewa unaumia kiasi gani. Mimi mwanangu nisikilize. Nitamwalibu mwanangu wote. Mwambie akae mwanangu, mwambie akae mbali. Punguza hasira, sawa? Wewe ni mtoto wa kiume. Hebu punguza hasira brother. Sawa. Wewe kiume, punguza hasira brother. Usiwe hivyo brother. Sawa. Ana bahati. Mwanzo yalikuwa matamu, kila muda simuishi hamu, penzi letu hatuna vya haram. Ina maana huyu Halima dukani tu ndo mpaka yote masaa 12 sijamuona usiku mzima, na nilivyojipanga jana alafu hajalala hapa, au kashtukia mbinu zangu. Alafu isitoshe na huyu mwingine ndo nimekuta nenji, yani mashuka yetu na kaka yake, yani nimelala hovyo maupilo mpaka kwenye goti. Sema by the way watarudi. I'm not sure. Mpaka I'm not sure. Watarudi tu. Kazi wanayo. Yani wakirudi
nachokiwaza sijui. Kwa hiyo hali niliyokuwa nayo tutajuana. Sasa dada Halima atakuwa ameenda wapi? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you've dialed is not available at present. Please try again later. Tangia jana usiku mpaka sasa bado hajarudi. Na ninapiga simu yake pia haipatikani. Ila hali kama itaendelea mpaka usiku, itabidi kesho asubuhi mapema na mke kwa ajili ya kuelekea kituo cha polisi kwa ajili ya kuripoti. Si Halima huyu. Sasa hizi picha zake za uchi zimekujaje huko? Kumbe aka katoto ni kamalaya. Jamani, nachoka mimi jamani. Mjukuu wa Clement Mwandangu. Sasa huyu si Uchebe aliyoposti kwenye grupu. Sasa imekwaje mpaka amemposti? Hakuna, ndio maana kutaka kuuana wa. Aibu tu pwe. Binti yetu, kafara yako imekubalika, na ndio maana tunakupa hizo nguvu tulizokupatia. Hivyo basi, kuanzia sasa hakuna mtu yeyote katika ulimwengu wenu ataweza kukudhuru kwa lolote. Na wewe kuanzia sasa una uwezo wa kumfanya chochote mtu yeyote unayemtaka. Kwaheri. Unadhani unaweza kunikimbia? Wewe ni kama kimvuli changu. Ulipo nipo. Sasa basi, leo nakuua na ninakuzika mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Ndio hivyo yani. Vipi uko wapi? Oh, sawa. Mimi nipo bana. Nimekukumbuka pia. Na itabaki kuwa siri yangu mimi na wewe. Kaka yako hatojua chochote na hatokuona milele. Wasalimie huko wenda. Nenda na amani iwe juu yako. Waislamu anasema assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamdogo,
hauwezi ukaondoka kwa staili unaoifikiria wewe, kwa sababu hapa nilipo nimekanyaga kivuli chako. Sasa basi, sali sala zako za mwisho ili kutubu hizo dhambi zako, kisha uelekee huko alikoelekea mama yetu mzazi. Moja, mbili, tatu. Unaogopa? Si ndio? Nisikilize kwa makini. Siwezi kukuua wewe kwa sasa, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa nawaamini sana waliobakia hapa duniani. Hivyo basi, hili nimekupa kama onyo kwako. Naomba uniache mimi na familia yangu kwa amani. Inatosha sana hiko ulichokifanya kwenye maisha yetu. Kama utarudia tena, nasisitiza, kama utarudia tena, basi nitakuua kwa mikono yangu mwenyewe. Toka! Maumivu ya siri.